ni msimamizi wa kikundi cha Young Women Democrats na ni mwanzilishi pia wa kikundi kinaitwa Nsembe CBO, na kuunganika na vikundi tofauti tofauti ikiwa imeongozwa na Global Media Campaigns on Ending FGM na Frontline on Ending FGM. Tuko mjini Kisii hapa Dance Hotel, tukiangalia haswa ni nini kinachofanya inakuwa ngumu kumaliza ukeketaji katika mji wetu wa Kisii. Kitu cha kwanza tumeangalia ni kwamba ilipelekwa ikakuwa medicalized, kwa hivyo inafanywa na watu wenye wamehitimu kama madaktari, manurses, watu wakunga, na wengine ni CHVs, community health volunteers. Mtu anafunzwa because tunasema daktari wa kwanza ni CHV. So akishaitwa daktari, kubeba wembe na kukeketa mtoto haikuangi issue. Na tukiangalia katika statistics ile findings ambayo imeendelea ni kwamba Kisii bado tuko at 84%. So tukisema kwamba hakuna FGM Kisii ni kujidanganya. Iko ni ile mtindo imebadilika, watoto wanaotahirishwa ni wachanga wenye hawawezi ongea kwamba nilitahirishwa ama kumeenda namna hii. So nataka kuambia wale ambao wanafanya, most of the private institutions, the private clinics, the private hospitals, fanya, lakini ujue siku za mwizi ni 40 na siku ya mwenyewe ni moja. Siku moja itakufikia na haitakuwa story kama kawaida. Cha pili, kama unafanya FGM kufikia leo, enda wacha, kwa sababu sheria itakuangukia na ile design itakuangukia, hautaamini. Na cha tatu, wanasema kwamba kama hujajua hautasamehewa because ignorance has no defense. Hakuna vile utajitetea haukujua, kwa sababu hii kitu iko mahali popote. Nataka kuurge wale viongozi wote katika nyumba 10, the assistant chief, the chief, the administration, wote tushikaneni mikono to make sure kwamba E84 imetoka 84 imerudi mahali. Tusiendelee ili mwaka wa 3 tukiongea tulianza na 86 tumerudi 84. So tukingangana vizuri na sisi kwa pamoja tutarudi hata 60, tutarudi 40, na mwisho by 2030 tutakuwa tumerudi katika ile tunasema zero campaigns on FGM. So tukiendelea na zero tutafika zero tukiwa katika upamoja, na katika upamoja all of us will make it. Kutetea haki za watoto wetu wasichana kutokana na ukeketaji. Ingawaje hili ni swala ambalo lilikuwa lishaisha, lakini inaonekana kwamba bado lipo miongoni mwetu. Na tumekuwa hapa kama mashirika ya kutetea haki, mashirika ya wanahabari, na chiefs na wale viongozi wengine na hata maaskari wamekuwa hapa wakubwa, ili kwa kauli moja tuseme ya kwamba tumekataa hili swala la kukeketa wasichana wetu, ili kwamba msichana akue mzima vile alivyozaliwa. Hakuna haja tena ya kuambia mtoto msichana ya kwamba sasa tunataka tukukekete. Hili swala limeleta shida nyingi katika familia. If you attempt to commit such an act, then the law will follow you and you are liable to a term imprisonment of a term not less than 2 years or a fine of not less than 200,000 Kenya shillings. If you now participate in that act actively, you are liable to a term of imprisonment not less than 3 years and a fine of 1 million Kenya shillings. So then, my people, why will you engage in an act that does not benefit you or benefit the person that you are doing the act to, only for you to end up behind bars for not less than 3 years, or pay a fine in this cruel economy, a fine of not less than 1 million Kenya shillings? So what I will urge our people, also the Busi people, let's desist from these harmful cultural practices that are not beneficial to us. Let's protect our children. Wacha watoto wetu wakue watoto. Let's view them as children. Protect them against any harm.